Vipi mwanangu? Salimiane basi. Nini mzee? Shida nini mzee? Yala, kuna shida nyumbani au ndo kimeshaumana huko? Yaani utafikiri bro ukioni kitu ambacho nakipitia mimi kwa wakati huu. Na utafikiri wewe rafiki yangu mimi sijakwambia chochote ninachokipitia. Yaani unachokifanya ni tunatoka mashariki tunaenda mashariki huko. Bro, mimi ni wewe. Huyu binti nimekuta umekaa naye hapa. Si ni ana urafiki na yule mdogo wa mke wangu, yule Ziada. Na unajua mimi kinachotokea kwa Ziada ni nini mpaka saizi? Unajua nao yapitia kwa Ziada. Na hapa ninavyokuambia pia nimepagawa kwa sababu hata ile issue ambayo nimekwambia huko kwamba wewe ujifanye uwe daktari tumalize tu ile mimba, demu amekataa, ameshikilia msimamo, hataki kudharauliwa, anataka aende hospitali yeye mwenyewe na hela nimpe. Yaani demu hataki kusikia story. Yaani kiufupi mimi nimepagawa. Ziada amenivuruga kichwa changu. Yaani hapa nahisi kama kuna msumari kushoto kulia unanichoma. Nasikia kama kuna ndege zinapita lakini sizioni. Brother, na wewe unataka uingie kwenye huo mkenge. Bro, nakuomba sana, niko chini ya miguu yako. Tusolve kwanza issue yangu mimi. Kwa sababu Ziada ameshanivuruga tayari. Na hataki. Anataka nimpatie fedha taslimu. Sasa na yeye unataka yakukute. Mimi sitaki nikuingilie. Wewe ni shauri tu, mimi nafanyaje hapo kwa Ziada? Alafu wewe utaendelea naye mwenyewe, usikasema anakuingilia. Yaani kwanza naomba nichukue nafasi hii kukupa pole sana. Maana nikiangalia ile mtoto mimi nilijua tu hawezi kukubali kizembe, sababu madhara yako mengi zaidi. Unaweza ukatoa mimba. Baada ya kutoa mimba mtoto akafariki. Au ukatoa mimba pamoja na mama aliyekuwa ameibeba wote wakafariki. Au ukatoa mimba mtoto na kizazi vikatoka. Hayo ndo madhara nini? Lakini pia kuna kupoteza damu nyingi. Kwa anajua, ana akili, hawezi kukubali kizembe hivyo. Yaani sio rahisi kama jinsi unavyofikiria mwanangu. Sasa mimi hapo nikushauri kitu kimoja ndugu yangu. Yaani hapo kwa haraka. Huyu ni rafiki yake ambaye ametoka hapa. Na mimi hapa niko naomba namba. Si unajua? Wewe utumiaje akili? Wewe kabisa unajua yule ni shemeji yako. Bado unaenda unapiga tena unaweka maelekezo ndani. Ulitegemea nini kama sio mimi? Mwanangu unapiga unageuza kama vile kibontao. Wewe unakuwa kama hujacheza mpira. Piga pasi huku, piga pasi ukimaliza unampa mwenzako pasi. So unaweka uko nje ya 18 unataka ufunge goli. Unafunga goli la nini nje ya 18? Wewe goli kipa juu kudaka. Wewe umejifanya una mambo mengi, chenga nyingi golini. Ona sasa ulichosababisha. Haya, rizika sasa. Naona sasa umeamua mwenyewe ndo uniseme, yani ndo furaha yako uipate hapo, si ndio? Yaani naona sasa umeamua, yani uamue sasa unizalilishe yani, kwa sababu nilishakwambia mapema tangia asubuhi. Nilikuja nikakwambia moment ambayo naipitia ni mbaya bro. Na nikaomba msaada wako. Lakini saa hizi tena mimi nimekuwa sijui nilichokifanya, si ndivyo? Wewe mimi pia nimekosea kuja kukuomba wewe ushauri. Na kwa sababu umeshaona tayari unaanza mahusiano na rafiki yake Ziada, basi unahisi pia utakuwa umemaliza, si ndivyo? Haina noma bro. Sawa.